Ambassadeur niyo wingi amusani ya muda. Isaac TV. Labda kwa majina kwa wasio nifahamu, naitwa Gelasius Gaspar Byakanwa, balozi wa Tanzania nchini Burundi. Ubalozi wa Tanzania hapa Burundi unafanya maandalizi ya maadhimisho ya miaka 60 ya muungano wa Tanzania kwa maana ya Tanganyika na Zanzibar. Maadhimisho hayo yatafanyika tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka huu. Wakati wa maandalizi, timu ya ubalozi ilikaa ikafikiria wazo moja la kuongeza chachu ya kusherehesha muungano wa Tanzania. Na katika maamuzi yetu tukaamua tumuite Bi Khadija Yusuf aje awe ni sehemu ya maadhimisho hayo kwa kutuletea vionjo vya mziki wa taarabu. Kama alivyosema mtangulizi ni kwamba Tanzania na Burundi tunashabiana kwa vitu vingi sana. Na nilipokuja Burundi kwa mara ya kwanza mimi sikujua kama taarabu ipo hapa. Lakini baadaye nikaambiwa kuna kikundi kizuri cha taarabu. Na kwa hiyo ikatupendeza tukaona kwamba kipindi hiki ambacho tunafanya sherehe za muungano bora tuwe na kikundi cha taarabu. Na tulipotafuta mtu wa kuja kuimba taarabu hapa pamoja na kikundi cha Burundi kilichopo, Bi Khadija Yusuf akawa tayari. Nafikiri tumpongeze kidogo kwa makofi. Kuwepo kwake hapa anakuja kufanya jukumu la kibalozi. Jukumu la kibalozi analolifanya ni kusambaza na kutangaza utamaduni wa Watanzania wa kuimba taarabu au mziki wa mwambao. Moja ya majukumu ya ubalozi ni kutangaza utamaduni wa taifa lake. Yaani mimi nilipo hapa ninalo jukumu la kutangaza utamaduni wangu mimi. Utamaduni wangu wa Tanzania pamoja na mambo mengine unahusisha taarabu, ambaye balozi mdogo wa taarabu atakuwa Bi Khadija Yusuf, ambaye tutakuwa naye tarehe 25 ya mwezi wa 6 kwenye chakula cha usiku kilichoandaliwa na ubalozi. Lakini tumeona hiyo haitoshi, aje mapema awepo hapa Bujumbura angalau alete amsha. Kwa hiyo siku ya Jumamosi ambayo ni kesho, Warundi wanaopenda mziki wa taarabu watapata nafasi ya kusikiliza au kuona show yake, na mimi mwenyewe hapa niko najaribu kupanga ratiba zangu na mimi niweze kuwepo niongeze nguvu kama ambavyo yeye ameamua kuja kuniongeza nguvu. Kwa hiyo kwa ufupi hilo ndo tumepanga kulifanya, na ni katika kuwaleta Warundi pamoja, ni katika kuimarisha mahusiano yaliyopo ya kisiasa. Mahusiano ya Mheshimiwa Rais Ndayishimiye pamoja na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni mazuri sana. Sasa jukumu la ubalozi ni kuhakikisha mahusiano ya watu na watu yanaongezeka na mahusiano ya vikundi na vikundi yanaongezeka.
Nilichokuwa namwambia Bi Khadija ni kwamba asiondoke hapa kwa kuperform tu, aondoke hapa na mipango ya namna ambavyo kikundi cha taarabu kilichoko Burundi na yeye wanawezaje kutunga wimbo wa pamoja ambao pengine unaweza kwenda kwenye soko la Afrika Mashariki, lakini pia kuwaleta vijana wengine ambao wana mwamko wa kuingia kwenye taarabu. Kwa hiyo isiwe ni safari tu ya umeingia kwenye show yako alafu ukasepa ukaingia mitini. Hapana, upate nafasi ya kupata mawazo ya kutunga nyimbo ya pamoja. Mwisho wa siku turudi kwenye mziki wa taarabu ambao ni wa Afrika Mashariki. Tutoke Zanzibar tuje Tanzania bara, tutoke bara tumefika mpaka Burundi. Na ukishafungua milango ya Burundi hapa umefika DRC. Ukishafika DRC wewe umetoboa Afrika nzima. Kwa hiyo ndio lengo ambalo tunalifikiria kulifanya sisi kama ubalozi. Na nitoe wito kwa vijana wasanii wa Burundi. Itumieni hii fursa kutengeneza network. Na network hizi kwa sasa hivi ndio zinatusababisha mkono uende kinywani. Kwa hiyo ni fursa pia ya wale ambao wana mawazo, wataalamu wa utunzi, wanaopenda kuimba, kukutana na Bi Khadija na kuongea biashara. Kwa machache hayo, niko tayari kwa maswali kama yapo. Alika kwenye kusherehekea miaka 60 ya Zanzibar pamoja na Dar es Salaam. Sema mapinduzi Zanzibar, muungano wa Zanzibar, Tanganyika na Zanzibar. Nashukuru sana, nashukuru kwa mapokezi yake pia. Nashukuru, yani siku ya tarehe 25 tutakuwa pamoja. Yani hiyo mtu yoyote asikose, kwa kusema kweli. Yani hiyo siku ni siku adhimu sana. Asikose. Mtu yoyote yule wa Burundi asikose kuja siku ya tarehe 25. Mimi kwa kweli kuongea sana siwezi. Mimi ninachoweza ni kuimba tu na kucheza. Kuimba na kucheza. Kucheza sichezi, yani kucheza kidogo tu. Wanaomba kionjo kidogo, wanaomba kionjo kidogo. Kionjo kidogo ili wasinunulie mbuzi kwenye gunia, wajue kwamba nilijua mtasema semeni, si wakatazi kusema, midomo kawapa Mwenyezi, semeni yote mtosema, hamniti maradhi. Jamani, hii ndio sauti ya kutoa nyoka pangoni. Kwa wale ambao mlikuwa hamjaamua kwenda kuona hiyo siku ya kesho, basi jipangeni. Lakini wale ambao tumewaalika tarehe 25 wasikose, naamini watapata kitu ambacho ni bora zaidi. Kuna kitu kingine? Anza kwa swali la kwanza limeuliza kwa nini sherehe za muungano tunazifanya tarehe 25 mwezi wa 6 na si tarehe 26 mwezi wa 4. Naomba kujibu swali hilo kama ifuatavyo. Mwaka huu Tanzania imeadhimisha miaka 60 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kitaifa, maadhimisho haya yamefanyika Dar es Salaam tarehe 26 ya mwezi wa 4 mwaka huu. Mimi balozi nililazimika, kwa umuhimu wa maadhimisho yenyewe, nililazimika kuhudhuria kule Dar es Salaam tarehe 26 ya mwezi wa 4. Na tarehe 26 ya mwezi wa 4 ndio inatambulika kama National Day ya Tanzania. Lakini kwa kuwa sikuwepo Bujumbura, tukayahamisha haya maadhimisho kutoka tarehe 24 ya mwezi wa 4, tarehe 26 ya mwezi wa 4 kuyapeleka tarehe 25. Kama ningekuwepo Bujumbura tungeweza kuadhimisha kwa tarehe ile ya tarehe 26 ya mwezi wa 4. Lakini tumepeleka tarehe 25 ya mwezi wa 6 kwa sababu tarehe 26 ya mwezi wa 4 mimi sikuwepo Bujumbura, nilipaswa kuwepo Dar es Salaam ambako tulikuwa tuna maadhimisho makubwa ya kitaifa. Ile swali la kwanza. Hivi sehemu zozote ambazo unapeleka bidhaa yako kunaweza kuwa kuna changamoto ya wateja unaotaka wanunue bidhaa yako. Kwa sisi Bujumbura mimi siwezi kusema kuna changamoto ya usafiri. Siwezi kuisemea kwa sababu tulipowahitaji waandishi wa habari tumewapata. Kwa hiyo hilo swali kama wewe unayajua hayo ni mawazo yako unayofikiria. Mimi nimewahitaji waandishi wa habari, mmejitokeza.
na mimi kila siku ninaona nakutana na magari, na tunaamini watu wanaopenda muziki wa taarabu watajitokeza. Kwamba pale Tanzania tunao wasanii wengi sana, na sasa hivi sanaa ambayo inaenda kwa kasi kubwa ni stand up comedy. Lakini pia tunao wasanii wa muziki wa kizazi kipya, akina Diamond, wakina Harmonize, wakina Alikiba, wakina Mario and the rest. Lakini pia tunao muziki wa siku nyingi wa taarabu, tunao muziki wa bendi, tunayo machaguo mengi sana. Mimi naweza kusema ni bahati ya Bi Khadija Yusuf. Sisi tulikuwa tunachaguo tu la kwamba tuchague nini, na utiari wa mtu mwenyewe, kula ikaangukia kwa Khadija Yusuf. Mwakani tutakuwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ujisikie faraja kwamba ni mara ya kwanza ubalozi unaalika msanii na kula inakuangukia wewe. Karibu sana Burundi. Najisikia furaha sana, maana kwanza sijawahi kufika ubalozini. Nishakuja sana Burundi, sijawahi kufika ubalozini hata mara moja. Kwa mara yangu ya kwanza nimefika ubalozini, yani nasikia kama niko nyumbani vile. Safi sana. 22 na kitu nilichowaletea Warundi, yani kwanza Warundi mimi wananielewa sana kwenye mambo ya taarabu. Wananielewa vibaya mno. Afu na kitu kipya, msinifokee. Kwa hiyo nitawapa leo, msinifokee sana waandishi wa habari. Asante. Kati ya mambo ambayo tunayapanga kuyafanya kama balozi wa Tanzania ni kuona namna gani tunaweza kuwaunganisha vijana wa Kirundi na vijana wa Kitanzania. Tunatambua kwamba vijana kwa sasa hivi mmejiajiri sana, nimetaja kwenye stand up comedy, kwenye filamu, kwenye kuimba, kwenye dances na kadhalika. Na nimeanza kufuatilia baadhi ya wasanii wa Kirundi ambao wanafanya maigizo na movies. Tunachokitaka ni kuona kwamba tukiwaunganisha hawa na wale walioko Tanzania, tunaweza kuzinadi kazi zetu kwa urahisi sana. Na nimeshafanya jitihada, nimeshakutana na waziri wa East Africa anayedili na michezo na sanaa. Tumeshafanya maongezi na nimemwomba ruhusa ya kwamba usishangae siku moja utanikuta ninaongea na vikundi tofauti vya vijana. Muda wangu bado ni mchache ambao nimekaa Burundi, lakini nitaenda kwenye makundi ya wasanii wa kila aina hadi timu za mipira, kwa sababu huko ndoko tunakoamini tukiwaleta pamoja wa Tanzania na Warundi tunaweza kuimarisha ushirikiano wetu tulionao wa kisiasa. Isaac TV.